Kwa lugha rahisi ni kwamba maisha yako ya nje ni photocopy ya maisha yako original yaliyo kwenye fikra zako. Wanadamu hatuishi katika ulimwengu wa mwili. Yaisikia hichi kitu. Wanadamu tunaishi katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa fikra. Andika ninachokuambia. Hivi sio vitu unaweza kujifunza sehemu yoyote hivi. Andika, najua hujaelewa lakini nakufundisha ili uelewe. Wanadamu hatuishi katika ulimwengu wa mwili. Wanadamu tunaishi katika ulimwengu wa nini? Wa roho na nini? Na fikra. Maisha hayajengwi katika ufalme, katika ulimwengu wa mwili. Maisha yanajengwa katika ulimwengu wa nini? Wa roho na fikra. Na ndio maana Biblia inasema hivi kwenye kile kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 8. Yaani ninavyosema ndio point zenyewe. Sasa kama unasubiri nianze kusema kukuambia kwamba andika hiki andika hiki. Yoshua sura ya 1 mstari wa 8. Biblia inasema hivi, kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako. Anasema hivi, bali uyatafakari maneno yake usiku na nini? Na mchana. Anasema upate kufanya sawasawa na yote yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Hapo anasema ndipo utakapofanikiwa sana kila uendapo. Jina la Bwana libarikiwe. Alichoanza kusema anasema kitabu hili yote kisifanye kisitoke kinywani mwako. Maana yake unachozungumza kinaamua maisha yako, yawe mazuri au yawe mabaya. Na Biblia anasema bali uyatafakari. Hebu sema bali uyatafakari. Maana yake anazungumzia juu ya fikra. Anasema uyatafakari maneno yake usiku na nini? Mchana. Kwa sababu Mungu alikuwa anajua kabisa Yoshua kama akifikiri sawa na neno la Mungu linavyotaka afikiri, ni lazima atafanikiwa. Na kwa kuwa ukifikiri vizuri, utaamua vizuri, utatenda vizuri na utafanikiwa. Andika hicho kitu. Ukifikiri vizuri, utafanya maamuzi yaliyo sahihi, utatenda matendo yaliyo sahihi na utapata mafanikio unayoyataka. Ukifikiri vibaya, utafanya maamuzi mabaya na utafanya matendo mabaya na matokeo yako yatakuwa mabaya. Jina la Bwana libarikiwe.